Subscribe The Sport Show. Habari kubwa kutoka klabu ya Simba na Yanga ni kuhusiana na Kariakoo Derby. Hiyo ndo mechi inayotarajiwa kufanyika June 15, lakini kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kuhusiana na hii derby. Je, itachezwa ama haitochezwa? Hapo naomba utege sikio kwa makini kabisa niweze kukuelezea kinaga ubaga kuhusiana na hii mechi, nini ambacho kinaendelea kufanyika na nini ambacho kitafanyika, lakini nini ambacho pia kinaendelea kwa wakati huu. Tafadhali kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu kadhaa ambazo tunakuwekea hapa, lakini pia naomba uweze kushare, kulike na kucomment kwa wadau tofauti ili wasipitwe na taarifa zetu hizi ambazo tunakuwekea. Yes, ni Kariakoo Derby next match tarehe 15 ya mwezi huu ambao ni tumeanza kwa 6. Inaenda kupigwa derby kati ya Yanga na Simba, mechi ambayo imekuwa na mzozo mrefu, mechi ambayo imekuwa na sintofahamu nyingi, na ni mechi ambayo imekuwa ya vuta ni kuvute kutoka bodi ya ligi, kutoka Simba, lakini pia kutoka katika klabu ya Yanga pia. Yanga wakiweka msimamo kwamba wachezi, Simba wakituma barua au Simba wakisema kwamba wanacheza, wao wanasubiri tarehe ifike. Lakini je, kuna nini ambacho kitatokea? Kwanza kabisa Yanga wamegomea huu mchezo. Hizo ndo habari ambazo mpaka muda huu unavyokuletea hii habari, napenda ufahamu hilo kwamba Yanga wamegomea mchezo, na mbaya zaidi wametangaza kuhusu kucheza mchezo wa kirafiki Rwanda na Rayon Sport. Hiyo inakuwa ni habari baada ya kuwa wamewatunishia misuli bodi ya ligi kutaka maelezo ya kina kwamba imekuwaje na inakuwaje mpaka muda na wakati kama huu wao kama Yanga hawajapewa mrejesho wa uchunguzi ambao ulitokea mara baada ya Simba kutuma barua ya kwamba hawatocheza mchezo, na bodi ya ligi ikaja kuahirisha mchezo kwamba wanafanya uchunguzi. Hivyo Yanga wamesimamia msimamo wakitaka majibu sahihi ya kile walichokuwa wanakifanya. Je, uchunguzi umebainika, watoe maelezo. Ndo kitu ambacho Yanga wamesimamia. Tofauti na hapo, wapo tayari kupokonywa pointi 15 au pointi 3 au hata kushushwa daraja, kwa mujibu wa taarifa za kuaminika kutoka klabu ya Yanga, na huo ndo msimamo wao. Na hata ukiwauliza mashabiki, wao wanasema hawapo tayari kucheza huo mchezo, kitu ambacho kinaendelea kuleta mgongano wa kifikra, lakini pia kitu ambacho kinaleta baada ya kupoteza mchezo ule kwa goli moja, alikaa akajiuliza maswali magumu ambayo majibu alikuja kuyapata kama wataweza kucheza, lakini uwanjani serikali imeshaingilia, alisema pengine kwa mara nyingi na hata na ushindi wa goli 2 inavyokuletea hii habari kwenye ile mechi. Jitihada kubwa sana kwa upande wa serikali ipo ili kuweza kuwashawishi wanayanga waweze kuja kucheza mchezo huu na waweza kuonesha kile ambacho kwa sababu Simba na Yanga ndio timu ambazo zinaangaliwa sana na serikali kuliko timu yoyote vizuri. Na kwa katika mechi hii pia Simba ana mechi 3 ambazo ameweka kwamba ni mechi zake za June ambazo nimekiona ni pressure ya mchezo, kwa sababu kuna mechi dhidi ya Yanga tarehe 15, baadhi ya watu walikuwa kuna mechi dhidi ya Ken Gold tarehe 18, lakini pia kuna mechi na swala la refa Kagera tarehe 22. Hiyo inabaki baadhi ya watu tayari wamekwisha kuona kwamba hali mwezi huu wa 6 ikiwa imebakiza mechi 3 kuweza kuhitimisha, kisaikolojia imeweza kuathiri Simba mzima wa ligi, waliona ni moja kwa moja kwamba mwaka 2024 2025 wameshindwa. Kimbembe kinabakia kwenye namna moja ama nyingine, lawama zote ziko upande wa Simba. Waliingia waliflop, na kama haitachezwa manake point atapewa Simba, na point akipewa Simba Yanga kitabaki kwa sababu hawa ni watani. Kivipi wapewe Simba nami alama 3 wakati Yanga walikuja uwanjani? Japo kwa Yanga kanuni haitowabeba kutokana na walienda wenyewe uwanjani pasipokuwa na mtu yeyote kutoka bodi ya michezo, kutoka bodi ya ligi. Hakukuwa na refaria, hakukuwa na kitu chochote zaidi, ni kama Yanga walienda kufanya mazoezi au kutalii. Kwa upande wa Simba hawakufika kwa sababu
wametuma barua kwamba hawako tayari mpaka wawajibishwe watu ambao ni wahuni kwenye mchezo, lakini nasalia hivyo hivyo mpaka dakika hii hakuna mtu aliyewajibishwa, si TFF, si upande wa Simba wala si upande wa Yanga. Kwa hiyo mechi bado inaendelea kuwa na kigumizi, lakini kwa matokeo aliyoyapata Simba jana, wapo wanaosema kwamba ule ni mtego kuhakikisha kwamba Simba apoteze ili Kariakoo Derby iweze kufanyika, kwa sababu Simba wameshaonekana ni mdebwedo. Kwa hiyo kitendo cha wao kupoteza ile mechi na kwa namna jinsi walivyo perform mechi ile ya jana inaonesha ni kwa namna gani wengine wanasema hizo ni vita vya utani au maneno ya watani, kwamba Simba amedebweda, lakini ni mpango mkakati kuhakikisha kwamba wanacheza hiyo mechi. Hiyo mimi sitaki kulitilia maanani zaidi. Simba alipoteza kutokana na uchovu na kutokana na sababu nilizokuainishia kwenye ile posti iliyopita. Zipo za chini chini pia zinaelezea kwamba Yanga atacheza hii mechi, na kinachoendelea kwa wakati huu ni mind game, kuwadaa mashabiki na kuwadaa upande wa Simba ili wasijiandae kunako mechi hiyo ili ije kuwa surprise, lakini chini ya kapeti wao wanajiandaa na wanajifua kwa ajili ya mechi, kwa sababu wanajua kabisa kanuni ikitumika watakosa ubingwa, na ikitokea wakapokonywa pointi 15 kuna swala la uwekezaji kwao itakuwa ni tatizo, kutokana na wakishuka daraja, kumbuka kuna vitu watapoteza ambavyo havikuwa kwenye malengo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inasadikika kwamba Yanga atacheza. Kwa hiyo kinachoendelea kwa wakati huu ni mind game kutoka upande wa klabu ya Yanga, lakini kutoka kwenda kwa upande wa Simba, na wana Simba na mashabiki wa Simba wabaki hivyo hivyo, lakini deep down wanakuwa wanajiandaa kwa ajili ya hiyo derby. Ni mchezo ambao kila moja anajaribu kuzungumza lake, kila moja na maoni yake. Upande wa Yanga wana maoni yao, upande wa Simba wana maoni yao. Kwa hiyo tunabaki kati kwamba kila moja anasimamia msimamo wake, lakini bodi ya ligi iko hapa na yenyewe inasimamia msimamo wake. Wana Yanga wanataka bodi ya ligi wajiuzulu, wana Simba walitaka waliohusika wawajibiwe. Kama waliohusika wawajibiwe, manake upande wa Yanga waajibiwe, na wakiadhibiwa inabaki kwamba inabaki kueleza au inawafunua kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika kunako klabu ya Yanga ambavyo si rafiki sana. Hivyo basi hii sintofahamu kwa namna ambavyo bado inazidi kuendelea. Yanga wameshikilia msimamo, Simba wameshikilia msimamo, bodi ya ligi wameshikilia msimamo. Nani atakuwa mshindi kwenye hili? Kwa jicho la kawaida wana Yanga wanataka wasikilizwe, lakini ambaye amesimamia msimamo na atakayeshinda mwisho wa siku ni bodi ya ligi na TFF kiujumla, kwa sababu wao ndo wenye mamlaka ya mpira, wengine ni wadau na sheria hizi zimetungwa na wote wanafahamu. Yanga wapo kwa ajili ya kuangalia kwamba wale watendaji wa bodi ya ligi ni mashabiki wa Simba, ndo kigezo chao kikubwa zaidi. Kwa hiyo wanapigana kwa kuamini wanapigana na mashabiki wa Simba, si kanuni. Si kanuni, wenyewe wanasimamia kwamba si ni watu ambao wanawabeba sana Simba kuliko watu wengine. Wana Simba wanaona Yanga wanafanya mambo ya ajabu kutokana na kuruhusu mabouncer watawale mchezo, kitu ambacho hakikuwa sahihi. Hayo ni maoni kutoka pande zote mbili, Simba na Yanga. Lakini pia na wewe unayo maoni yako ambao unaweza ukatuachia hapo kwenye comment. Lakini kubwa zaidi kwa mtazamo wangu mimi na kwa namna ambavyo mimi bado nazidi kuona, naona kabisa kwamba hii mechi itachezwa. Hii mechi itachezwa kwa sababu ya kulinda heshima ya nchi na kulinda taratibu ya nchi, lakini pia ukumbuke kwamba Yanga ni timu ambayo ni ya wananchi kama ambavyo wanajiita, japo Simba wanajiita wenye nchi. Kwa hiyo makali hapo kati ya mwenye nchi na mwananchi, na anayesimamia hapo katikati ya mwananchi na mwenye nchi. Vita kubwa kwelikweli. Kwa upande wangu mimi mechi itachezwa na ninatarajia kuona kwamba Simba anaenda kushinda hii game, hata
hata wasipoweza kutoa majibu kuhusiana na uchunguzi, lakini kwenye hii game Simba anaenda kushinda na mwisho wa siku yeye ndiye anaenda kuwa mnufaika kuliko Yanga. Kwa nini? Kwa sababu safari hii Simba amebakiza hilo kombe ndiyo analolitizamia. Kwa namna moja ama nyingine atapambana kufa kuhakikisha kwamba mechi inachezwa, lakini pia anaibuka kuwa mshindi ili aweze kupata kombe, angalau asiweze kutoka patupu. Yanga ana uwezo wa kupata kombe la CRDB, lakini pia CRDB ambayo ni shirikisho, lakini pia ninaiona kabisa kwamba kuna ushawishi utatoka kwa upande wa serikali kuhakikisha kwamba hii mechi inachezwa. Aima inaweza ikawa ni rais mwenyewe au ima inaweza ikawa ni mtu mkubwa tu katika nchi ambaye atasimamia kati na kuhakikisha kwamba mechi inachezwa. Kumbuke bungeni wameshaanza kupambania kwamba mechi ichezwe, japo bado hakujawa na uhakika zaidi kama itachezwa. So tutizamie siku 5 mbele au kufikia weekend ijayo, tutakuwa tumepata majibu sahihi kuhusiana na hii mechi. Tutakuwa tumepata picha halisi ya Kariakoo Derby. Simba anajiandaa kwa muda huu, Yanga pia najua anajiandaa. Ijapo kuna mind game ipo kwamba watacheza na Rayon Sport ya Rwanda, lakini haijawa kitu ambacho kimekuwa rasmi, japo ipo hivyo. Kwa hiyo tafadhali naomba tuzidi kufuatilia kwa pamoja, lakini pia naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu usipitwe na taarifa zijazo. Asante hadi wakati mwingine.